Jambo, karibuni. Niwape simulizi ya Amina. Msichana ambaye mavumbi hayangeweza kuficha uzuri wake, wala huzuni kuuzima moyo wake. Kabla ngoma za sherehe hazijajaza kijiji kwa furaha, kulikuwepo msichana mmoja mpole aliyebaki peke yake. Amina alipiga magoti kando ya moto wa kupikia. Mikono yake ilikuwa imejaa majivu. Moshi ulipaa polepole angani. Kwa mbali, ngoma zilianza kuita kijiji, lakini hazikuonekana kumuita yeye. Kila alfajiri, kabla jua halijainuka vizuri, Amina alikuwa tayari macho. Aliondoa vumbi. Alifanya kazi kwa utulivu. Siku yake ilianza kwa uchovu kabla haijaanza kwa upendo. Ndani ya nyumba ile, Amina hakupewa nafasi ya kupumua. Mama yake wa kambo alisimama mbele yake kwa ukali. Zuri na Sade walimcheka nyuma yake. Amina akainamisha macho. Si kwa sababu alikuwa dhaifu, bali kwa sababu alikuwa na subira. Na hata pale aliponyimwa mengi, moyo wake haukuacha kusaidia. Amina alimsaidia mtoto mwenye njaa kipande cha mkate, ilhali kilikuwa kidogo, kwa upole na roho moja. Kwa sababu wengine hutoa wanapokuwa na vingi, lakini walio wa kweli hutoa hata wanapokuwa na kidogo. Siku hiyo, kijiji kizima kilibadilika ghafla. Mjumbe wa kifalme alipowasili na ngoma zikaanza kupiga, watu wakakusanyika kwa hamu. Tangazo likatangazwa. Sherehe kuu ya mavuno ilikuwa imewadia. Kwa sauti ya upole, Amina akaomba ruhusa kama naye angeweza kuhudhuria sherehe hiyo. Lakini mama yake wa kambo akamkanya kwa haraka na kumwambia, hiyo si sherehe ya wayatima. Dada zake wa kambo wakamcheka waziwazi, na moyo wa Amina ukavunjika kimya kimya. Wakati dada zake walipambwa kwa mafuta, shanga, vitambaa na bangili, Amina alipiga magoti chini. Alisafisha viatu vyao. Aliwahudumia kwa utulivu. Uzuri wao ulijengwa juu ya kiburi, lakini wake ulijengwa juu ya unyenyekevu. Walipoondoka kuelekea shereheni kwa vicheko na fahari, walibeba sauti zote za nyumba pamoja nao, na wakamwacha Amina nyuma. Na ukimya, jua lilipoanza kuzama kwa rangi ya machungwa na waridi, Amina kama kawaida akaanza kutayarisha chakula karibu na moto wa jikoni. Machozi yake yakaangukia kwenye mavumbi, na kwa mara ya kwanza huzuni yake ikasikika hata bila maneno. Lakini jioni ile hewa ilibadilika. Upepo ukaanza kuinuka kwa namna isiyo ya kawaida. Moto ukatetemeka, na karibu na mbuyu wa zamani, mwanga wa dhahabu ukaanza kuumbika. Kutoka ndani ya mwanga ule akatokea Bibi Nia, mtulivu, wa kifalme, mwenye nuru ya mababu. Nguo zake zilitiririka kama mwanga laini. Fimbo yake ikang'aa kwa hekima ya vizazi. Amina akabaki amesimama, akiwa na mshangao, hofu na tumaini kwa wakati mmoja. Lakini wakati huzuni ilipodhani imeshinda, ulimwengu wa roho ulikuwa tayari umeanza kuandika mwisho mwingine. Kwa mguso wa fimbo yake, kibuyu kikavu kikageuka kuwa gari la ajabu la kifalme. Kikapu kikawa kiti cha heshima. Mbao, mwanga na umbo vikaanza kujijenga mbele ya macho ya Amina. Kimulimuli wa nuru ukacheza angani, na Amina akashangaa. Kisha Bibi Nia akamgusa Amina mabegani kwa upole, na ghafla mavazi yake ya kazi yakaanza kubadilika. Nguo ya kijani cha zumaridi na dhahabu ikamfunika kama ndoto hai. Mapambo ya shaba yakang'aa shingoni mwake, na viatu vya miujiza vikaonekana miguuni pake, vikiwa na mwanga wa buluu laini. Kwa mara ya kwanza, Amina alijiona jinsi alivyokuwa mrembo. Mwanga wa dhahabu ukaanza kuamka. Viatu vya ajabu vikaanza kung'aa, na hatima ikaanza kumkaribia Amina kimya kimya. Usiku wa sherehe ulipowaka kwa taa, ngoma na furaha, Amina akaingia polepole katikati ya umati. Amina aliposhuka, usiku wenyewe ulionekana kusimama. Viatu vya dhahabu vilipogusa ardhi, mwanga wa buluu ukaangaza chini yake. Chifu Jabari akamwona Amina, na katika muda mfupi tu, mshangao ukageuka kuwa utambuzi wa moyoni. Kana kwamba hatima ilinong'ona kwa upole, huyu ndiye.
Wakaingia katikati ya duara la sherehe na kucheza pamoja. Ngoma ziliwazunguka, taa ziliwafunika kwa mwanga wa joto, na watu wakawaacha katikati ya wakati huo wa ajabu. Kwa kila hatua, furaha ya Amina ikaanza kurudi. Alitabasamu bila hofu. Kutoka pembeni mwa kivuli, mama wa kambo, Zuri na Shade waliwatazama. Machoni mwao kulikuwa na mshangao, kutoamini na wivu mkali. Walikuwa wamemzoea Amina akiwa kimya, hawakuwa tayari kumwona aking'aa. Lakini usiku ulipozidi kuwa mzito, ngoma ya mbali ikapiga saa ya hatari. Amina akaganda. Tabasamu lake likafifia, macho yake yakajaa hofu, kwa sababu alikumbuka kuwa hakuwa amemaliza kazi ya mama kambo na hangetaka kelele na yeye. Bila kusita, Amina akainua gauni lake na kukimbia. Sherehe ikageuka kuwa mwanga unaopita haraka, sauti zinazofifia na nyuso zilizobaki nyuma. Jabari akamfuata kwa mshangao, lakini miujiza ulikuwa ukikimbia pamoja naye. Na katika haraka ile, kiatu kimoja cha dhahabu kikateleza kutoka mguuni mwake. Kikazunguka hewani, kisha kikadondoka juu ya ngazi za jiwe. Kilichopotea kwa Amina ndicho kilichokuwa kimekusudiwa kumwongoza Jabari kwake. Njiani kurudi nyumbani, mbali na taa za sherehe, miujiza ukaanza kufifia. Gari la kifahari likarudi kuwa mkokoteni wa kibuyu. Mapambo yakapoa. Gauni la kifalme likarudi kuwa mavazi ya kawaida. Na Amina akabaki akiwa na mguu mmoja bila kiatu, chini ya mwanga wa mwezi, akiwa ameshika ukweli wa ndoto iliyokuwa ya kweli. Usiku ule, Jabari akasimama juu ya ngazi za jiwe, akiwa ameshika kiatu cha dhahabu. Mwanga wa mwezi na wa moto ukakutana usoni pake, na hapo akaamua angemtafuta msichana aliyeliacha nyuma. Asubuhi ilipoingia, wajumbe wa kifalme wakaanza safari ya nyumba kwa nyumba kumtafuta huyo binti. Walibeba kiatu juu ya kitambaa cha heshima, waligonga milango, walikusanya watu, na waliinua tumaini katika kila kona ya kijiji. Katika ua wa nyumba ya Amina, Zuri akajaribu kukivaa kiatu kile kwa nguvu. Hakikutosha. Shade naye akajaribu kwa kiburi kile kile, naye akashindwa. Mama wa kambo akazidi kukasirika, lakini ukweli hauwezi kulazimishwa. Kwa hofu na hasira, mama wa kambo akaamuru Amina ajifiche mbali na macho ya wageni. Amina akasimama nyuma ya kitambaa kilichoning'inia, akiwa kivulini, lakini si tena mbali na wakati wake. Jabari alipoona mwendo mdogo nyuma ya kitambaa, moyo wake ukashtuka. Amina akatokea taratibu kwenye mwanga wa mchana, na kabla hajazungumza, macho yake yakakumbusha yote aliyoyaona usiku ule wa sherehe. Mjumbe wa kifalme akapiga goti na kuleta kiatu mbele yake. Amina akaweka mguu wake ndani yake kwa utulivu, na kiatu kikamkaa kikamilifu, kana kwamba kilikuwa kimemngojea yeye peke yake. Uso wa mama wa kambo ukajaa mshtuko. Zuri na Shade wakabaki kimya, na Jabari akaona ukweli uking'aa mbele yake. Ndipo Amina, kwa utulivu ule ule, akaingiza mkono ndani ya kitambaa chake na kutoa kiatu cha pili. Nacho kikang'aa mkononi mwake kama jibu la mwisho. Sasa, hakukuwa tena na nafasi ya kukanusha yeye ni nani. Lakini ushindi wake haukuwa katika kiatu pekee. Ulikuwa katika sauti yake. Amina akasimama wima, bila hofu, na akawakabili waliomdhalilisha. Hakuongea kwa hasira, akaongea kwa ukweli. Na wakati mwingine, ukweli wa sauti ya upole huwa mzito kuliko kelele ya kiburi. Jabari hakumsogelea kama mtu wa kumwokoa. Alimsogelea kwa heshima, akamwalika, akampa nafasi ya kuchagua. Na Amina, akiwa na amani moyoni, akachagua kwenda mbele. Si kwa sababu aliokolewa, bali kwa sababu alijitambua. Basi siku ya shangwe ikawadia. Kijiji kikajaa mapambo, maua, bendera za kusokotwa, ngoma na vicheko. Chini ya anga wazi, Amina na Jabari wakasimama mbele ya watu wao. Si kama ndoto ya usiku mmoja, bali kama mwanzo wa maisha mapya. Waliposimama bega kwa bega, wakiwa katika mavazi yao ya sherehe, mwanga wa jua ukagusa nyuso zao kwa upole. Na kila aliyeona akajua jambo moja: upendo wa kweli hauhitaji kelele, unatambulika kwa utulivu wake. Wazee wa kijiji wakainua mikono yao kwa hekima na baraka. Wakawatakia Amina na Jabari nyumba ya kweli,
upendo wenye mizizi na amani itakayodumu. Kama kivuli cha mbuyu kinachobaki thabiti wakati wa mchana mkali. Karibu na mbuyu ule mkubwa, Bibi Nia akaonekana tena kwa muda mfupi. Ndani ya mwanga wa jua, akatabasamu kwa fahari na upendo. Akawabariki kwa ukimya mtakatifu. Kisha akafifia ndani ya nuru, kama pumzi ya mababu iliyorudi mbinguni. Basi kumbuka hili. Majivu yanaweza kufunika uzuri, lakini hayawezi kuufuta. Na kile kilichoandikwa kwa roho yako kitakupata tu wakati nuru yako itakapofika. Haya basi, usisahau kutufuata, kusambazia wenzako link, pia wasikie utamu wa hadithi zetu. Na la mwisho, ulike na usubscribe. Na ingekuwa njema zaidi utuambie unatazama hadithi zetu toka nchi gani na ungependa video gani toka kwetu.